wenye tuko pamoja kwa ishara ya kupunga mkono hewani. Habari njema za Krismasi wale mko kwa maduka. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Tunashukuru sana siku ya leo kwa Bwana kutuandalia kuwa mahali hapa. Na ni siku njema Bwana ameifanya mbele zake tukafurahi. Naona watu wengi wamekuja sokoni, watu wamevaa vizuri, watu wanatabasamu. Yes. Ni kwa sababu ni Krismasi. Ni siku njema iliyoje kuwa mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na jioni ya leo kama pengine hamjatutambua, Yes. sisi ni ndugu zenu, dada zenu na wana wenu tuko hapa. Yes. Hivyo ninakusini ya kwamba ukatupe tu muda mchache tunapozungumza na wewe. Usione kama sisi ni outsiders, usione kama sisi ni wageni. Sisi ni wenzako, wakazi wa haya maeneo ya magharibi, wanafunzi ambao umetutuma shule tusome na tumepata neno la Mungu tumewaletea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina natambulika kama Masungo Nelson na nimeokoka. Amen. Kwa majina ni Ijete Mary Stella na bado nampenda Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. So leo ni Krismasi. Na najua ya kwamba kuku zimechinjwa, chapati zimepikwa, mapochopocho yako, kama ni pombe imenunuliwa, kama ni simu zimepigwa, Yes. Kila kitu imeandaliwa. Kwa sababu watu wanasherehekea Krismasi. Yes. Lakini wengi wetu tunaposherehekea Krismasi hatuelewi Krismasi inamaanisha nini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini siku ya leo maana umejipata mahali hapa, tutasemezana tu kidogo na Mungu atakupa mwangaza katika moyo wako. Tutaingia pale mwanzo tukaweze kuelewa makusudi ya Mungu ni yepi. Hata tunapofika mahali ya kwamba kuna Krismasi, ya kwamba Yesu anazaliwa, ilitokea vipi Yesu akazaliwe? Na kuzaliwa kwa huyo Yesu Kristo kuna utofauti upi ama kuna mguso upi katika maisha yako? Msomaji ataingia katika kitabu tusomee Mwanzo mlango wa 2 kuanzia mstari wa 4 hadi 18. Mwanzo mlango wa 2 kuanzia 4. Maandiko yanasema, hivyo ndivyo vizazi vya mbingu na nchi zilipoumbwa. Siku ile Bwana Mungu alipoziumba mbingu na nchi. Hapakuwa na mche wa kondeni bado, wala mboga ya kondeni haijachipuka bado, kwa maana Bwana Mungu hajainyesha nchi mvua, wala hapana mtu wa kuilima ardhi. Ukungu ukapanda katika nchi, ukatia maji juu ya uso wote wa ardhi. Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Bwana Mungu akapanda bustani upande wa mashariki wa Edeni, akamweka ndani yake huyo mtu aliyemfanya. Bwana Mungu akachipusha katika ardhi kila mti unaotamanika kwa macho na kufaa kwa kuliwa, na mti wa uzima katikati ya bustani, na mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Ukatoka mto katika Edeni wa kuitilia bustani maji, na kutokea hapo ukagawanyika kuwa vichwa vinne. Jina la kwanza ni Pishoni, ndio unaozunguka nchi yote ya Havila, ambako kuna dhahabu, na dhahabu ya nchi ile ni njema. Huko kuna bedola na vitu shohamu. Na jina la mto wa pili ni Gihoni, ndio unaozunguka nchi yote ya Kushi. Na jina la mto wa tatu ni Hedekeli, ndio unaopita mbele ya Ashuru. Na mto wa 4 ni Frati. Bwana Mungu akamtoa huyo mtu, akamweka katika bustani ya Edeni, ailime na kuitunza. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti wa huo utakufa hakika. Bwana Mungu akasema, si vema huyo mtu awe peke yake,
nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Tuko pale mwanzo ambapo Mungu anafanya uumbaji. Na tunapata katika mlango wa 2 Biblia inaanza kitueleza kwamba dunia ilikuwa ukiwa. Yes. Ya kwamba Mungu ameumba mbingu, ameumba nchi, ametenganisha maji na mchanga, lakini katika mchanga kuna ukiwa. Tunapata mahali ambapo hapana kitu ambacho kimemea, hakuna mti umemea, hakuna vitu ambavyo tunaviona tunavijua vinamea katika ardhi. Vilikuwa vimemea kwa sababu Mungu hakuwa ameachilia mvua kunyesha katika nchi. Bwana Yesu asifiwe. So Mungu alipoumba mbingu na nchi, pale mwanzo nchi ilikuwa ukiwa. Hakukuwa hata na mtu wa kuweza kuitunza na kuitengeneza ardhi. Lakini Biblia inatuambia kwamba kukachipuka ukungu ama chemchemi kutoka ardhini, nao ukafanya mimea ikamea. Na kupitia kwa huo ukungu Mungu akapanda bustani. Bwana Yesu asifiwe. Katika kimombo tunatambua kwamba Mungu alipanda the Garden of Eden. Alipopanda bustani la Edeni, akapanda miti mizuri. Akapanda miti yenye matunda ya kupendeza. Akapanda miti ambayo ni ya kuliwa na ni tamu. Akaweka pale maua. Bwana Yesu asifiwe. Alipotengeneza bustani ya Edeni, akamuumba mwanadamu kutoka katika mchanga wa udongo. Na akamweka pale katika bustani. Akamwambia kwamba tunza hii bustani. Ya kwamba tawala hii bustani. Nawe utakuwa na utawala juu ya wanyama ambao wanatembea ardhini, juu ya ndege ambao wanapaa angani, na juu ya samaki ambao wako katika maji. Bwana Yesu asifiwe. So Mungu anaomba mwanadamu na anampea mamlaka. Na tukianza kuangalia mwanadamu ni nani, tunapata kwamba Mungu alikuwa anataka mtu ambaye anafanya partnership naye. Bwana Yesu asifiwe. Nimekuja kugundua ya kwamba Mungu wetu anapenda ushirikiano, anapenda partnership. The same way unaweza chukua na rafiki yako mkaanzisha biashara mkifanya partnership. So Mungu aliingia katika ushirikiano na mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu anapoomba mwanadamu, ukisoma katika Zaburi mlango wa 8 mstari wa 5, Mungu anasema ya kwamba alimuumba mwanadamu kiwango cha chini kidogo kuliko Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Pengine ukisoma Biblia yake itasema alimuumba chini kidogo kuliko viumbe vya angani, lakini katika Kiebrania alimuumba mwanadamu chini kidogo ya Mungu. Tunapata rank ya mwanadamu. Ukisoma katika Zaburi 82, Mungu anasema kwamba nimesema ya kwamba nyinyi ni miungu, lakini mtakufa kama wanadamu. So Mungu anaita mwanadamu ya kwamba ni miungu. Mungu aliumba mwanadamu akakuwa Mungu hapa ulimwenguni, akatawale kazi ya Mungu, akakuwa kutunza bustani, akaleta uzuri wa kazi ya Mungu. Maana Mungu alikuwa anaendelea na kazi ya uumbaji. Alitaka mtu ambaye anaweza shirikiana naye, ambaye anaweza hata zungumza naye, ambaye anaweza hata mpa mawaidha. Maana saa zingine Mungu anachukua opinion za mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu mwanadamu ako kiwango cha chini. Mwanadamu ni kama deputy, ni makamu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. So tunapata mwanadamu ameweka katika bustani la Edeni, na Mungu amempa yale mamlaka. Lakini tunampata nyoka anakuja. Tukiingia katika mlango wa 3, nyoka anakuja ambaye ni shetani, ambaye ni malaika. Ukitaka kujua kwamba mwanadamu ako juu ya Mungu, juu ya malaika katika ranka, kwa sababu wewe hauwezi tamani kitu ambacho kiko chini yako. Lakini huyo malaika akatamani nafasi ya mwanadamu. Kwa sababu Mungu amempa mwanadamu utawala. Bwana Yesu asifiwe. Na akaona kwamba haitawezekana, wacha nikaende nikamhadai, wacha nikaende nikamdanganye. Akakuja kutumia katika mfano wa nyoka. Na Biblia inatueleza kwamba alipomfikia Hawa akamuuliza kwamba je, Mungu aliwaambia kwamba msile tunda lolote kutoka katika bustani la Edeni. Bwana Yesu asifiwe. Shetani anachukua maneno ya Mungu, lakini anayatwist kidogo, anaongeza chumvi na anayakanganya, na anamletea mwanadamu. Anamuuliza, je, uko na uhakika ya kwamba Mungu alikwambia ukafanye hiki? Bwana Yesu asifiwe. So shetani anamwambia mwanadamu ya kwamba Mungu anajua ya kwamba ukikula tunda hili la kujua mema na mabaya, ya kwamba utapata kufanana na yeye. Bwana Yesu asifiwe. So shetani
anatumia deception hapa. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Tukiwa pale Mwanzo 1:28, Mungu anapomuumba mwanadamu, Biblia inatuambia kwamba alijizungumzia mwenyewe na akasema tumuumbe mwanadamu katika mfano wetu. Na mwanadamu akatufanane. Yes. Katika umbile, katika kila hali ya kukua akatufanane, pia akawe Mungu ambaye anatawala hapo ulimwenguni. Lakini shetani anapokuja anasema kwamba Mungu anajua ya kwamba mkikula tunda mtafanana na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sio cha kushangaza ni ya kwamba mwanadamu ameumbwa katika mfano wa Mungu, lakini shetani anasema kwamba Mungu hataki mwanadamu afanane na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So shetani akaja akamfunza mwanadamu kuto kumwamini Mungu, akafunza mwanadamu kuingia katika dimension ya kukua na shaka, ya kukua na dauta, ya kwamba Mungu kuna mambo ambayo ananificha, Mungu hanitakii mema. Yes. Mungu kuna mambo hapendi nikakue nayo. Mungu hataki nikasucceeda. Yes. Mungu hataki nikaweze kufanikiwa katika maisha. Mwanadamu anaingia katika nafasi ya kutokumwamini Mungu. Yes. Mungu akisema hiki, mwanadamu anaona hiki sio kizuri kwangu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na hiyo ikamfanya mwanadamu akapoteza umbo na sura yake. Maana aliumba katika sura ya Mungu. Yes. Na anasikia kupitia kwa neno la Mungu. Lakini anapokosa kumwamini Mungu, yes, anakosa sasa kufanana na Mungu. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wapendwa, hivyo sasa Mungu anamuumba mwanadamu ili amfanane. Wakati anaanza na kujizungumzia ya kwamba wacha na tumfanye mwanadamu kwa mfano wetu. Mwanadamu anapewa umbo kama la Mungu, anapewa mamlaka kama ya yeye, ya kwamba anataka mwanadamu atawale. Sisi tunakuja kama watawala, lakini kwa sababu ya kuto kusikia yale ambayo Mungu ananena, Ibilisi wakati anaingia, yeye hakuji kwanza kuuliza ulisikia namna gani. Maana wakati alikuwa anakupatia mamlaka, hata Ibilisi alishuhudia. Wakati ulikuwa unaambiwa
ikamfanya mwanadamu akaingia katika dhambi. Mwanadamu akapoteza sura ya Mungu. Mungu akiwa kule juu mbinguni, anapomwangalia mwanadamu katika ulimwengu, anaona mwanadamu amepoteza sura yake. Mwanadamu amepoteza makusudi yake. Mwanadamu mambo ambayo anayatenda hayafanani na karakta ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mwanadamu akapoteza ile bustani. Maana Mungu alisema sitaki mwanadamu akae katika bustani ale tunda la uzima wa milele, akabaki katika hii hali ya mauti milele. Bwana Yesu asifiwe. So akapoteza ile bustani. Mwanadamu akaenda tena katika ukiwa. Tulisema kwamba tulianza kupata nchi ikiwa ukiwa. Sasa Mungu akatengeneza bustani. Mwanadamu anaharibu nafasi yake katika bustani. Anajipata tena katika ukiwa. Amefukuzwa katika bustani. Biblia inatueleza kwamba Mungu akailaani nchi. Akaiambia ya kwamba mwanadamu, kwa sababu umetenda haya, utang'ang'ana katika ulimwengu. Wewe utatoa chaso na nchi itakutolea miiba. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo mwanadamu akajipata katika ukiwa. Wapendwa, tunapoendelea kusoma katika hadithi ya mwanadamu, wakati Mungu alipomuumba akamweka katika ulimwengu. Maana wengi wetu tunaishi katika hii dunia, tunatembea na kufanya shughuli zetu, lakini hatujui tunatoka wapi. Hatujui yule aliyetuumba ni nani na alitaka nini na tunaenda wapi na tunafaa kufanya nini. Tunaishi katika ujinga, tunaishi katika giza. Lakini siku ya leo kwa neema ya Mungu anataka ukajue mapenzi yake. Mungu alipomuumba mwanadamu akamweka katika ulimwengu. Mwanadamu akajipata ametoka katika bustani, anaanza kuanguka katika maovu. Sasa ndugu anajua kumuua mwenzake. Kuanzia wakati Kaini aliua Abeli, ni damu mara ngapi imemwagika? Hata hapa Manyulia ni damu mara ngapi imemwagika mwaka huu? Kwa sababu wanadamu walijua ya kwamba tunaweza uana. Wakati walikuwa katika bustani, wanadamu walikuwa wanaaminiana, walikuwa katika upendo. Maana bustani ilikuwa ni mbingu, kulikuwa na uwepo wa Mungu. Walikaa katika upendo, walikaa katika kutulia, katika unyenyekevu, katika kuleana, wakakaa katika ndoa. Lakini wanapoanguka katika dhambi, wanajipata katika ukiwa, wanajipata katika dhambi, na wanajua kutokuaminiana. Huyu anasema huyu ako uchi, huyu anasema huyu amenifanya nianguke katika dhambi, huyu anasema wewe mbona mbuzi zako zinakula mavitu za shamba yangu, na ndugu anachukua kumuoa mwenzake. Tunaendelea kupata ya kwamba kukakuwa na watu wakaanza kuoa bibi wengi, wakaanza kuishi katika ndoa kwa kutokuaminiana. Wanabadilisha makusudi ya Mungu. Wanafika mahali wanaanza kujenga miji, wanajenga miji katika kuasi Mungu. Wanatafuta jinsi ambavyo wanaweza kaa kwa starehe katika ukiwa wao. Bwana Yesu asifiwe. Mwanadamu akaingia kiburi, anafika mahali anasema sasa mimi ninataka kuwa kama Mungu, nikamshidi. Tunajua kwamba pale mwanzo mwanadamu alikuwa katika mfano wa Mungu, lakini sasa mwanadamu amepoteza sura ya Mungu. Lakini kwa kiburi chake anasema nataka nifanane na Mungu. Anasema nitajenga mnara na huu mnara utafika juu mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Hicho ni kiburi cha mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Mwanadamu anatembea katika ukiwa, anatembea katika jangwa, anatembea katika kuumia, anatembea katika hatari. Mtu anakuwa anatembea barabarani na gari na mgonga. Hiyo ilitokea wapi? Sio mandhari ya bustani. Hayo ni mandhari ya ukiwa. Mtu anazaliwa akiwa mzima, kidogo kidogo anapata saratani. Hayo ni maumbile ya wapi? Hiyo sio sura ya bustani. Hiyo ni sura ya ukiwa. Ni kwa sababu ya dhambi. Mwanadamu alipojitoa akaanza kutembea peke yake, akaanza kung'ang'ana, akaanza kuumia. Ndio maana tumejipata hapa. Kuna mateso katika dunia. Tunashangaa uchumi inakuwa mbaya. Tunashangaa mauaji inaendelea. Tunashangaa kuna corruption. Tunashangaa kuna uovu. Ulitoka wapi? Ni kwa sababu tulijipata katika ukiwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini cha kushangaza ni ya kwamba tumejitafutia jinsi ya kustarehe tukiwa katika ukiwa, jinsi ya kuishi katika jangwa. Badala ya kutafuta sura ya Mungu, badala ya kumrudia Mungu, tunatafuta ni vipi tutaendelea kujificha, kumtorokea huyu Mungu
Yes. Biblia inasema ya kwamba walifikia mahali wakapitia magumu, wakakosa chakula, wakakosa maji, na wakaanza kunung'unika. Wakamwambia Musa, wewe Musa, mbona umetuleta hapa tukafe? Sisi tulikuwa tunakaa Misri. Wamesahau ya kwamba kule Misri walikuwa wanaumia, kule Misri walikuwa wanauawa. Farao alikuwa anaua watoto wao, wanafanya kazi usiku na mchana, wanalilia Mungu, wanasema Mungu wa baba zetu, na ukakumbuke agano lako na ukatuokoe. Wakati ukafika, Mungu amejaa neema, akatuma mtumishi wake kwenda kuokoa wanawake. Lakini wanapofika jangwa, wanasema hata ingekuwa afadhali tukafia kule Misri katika mikono ya Mungu. Ni kwa sababu kule tulikuwa na nyama, kule tulikuwa na chapati, kule tulikuwa na mazuri. Yani tumepata namna ya kustarehe katika jangwa, namna ya kustarehe katika ukiwa. Kuna vitu zimetushikilia hata wakati huu, tumekatalia mambo fulani. Tunasema mimi napenda pombe, iweje niwache pombe? Haiwezekani. Siwezi acha pombe maana naipenda. Tunaishikilia, tumeshikilia mambo ya dunia. Unasema kwamba mimi napenda wanawake, mimi napenda watoto wasichana wa shule, mimi napenda mali, naweza fanya lolote hasa kwa sababu ya kupata mali. Ni kwa sababu tunatafuta jinsi ya kustarehe tukiwa katika jangwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini cha kushangaza, nasema Mungu hakuacha wanawe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hakuacha wanawe hata wakiwa katika jangwa. Bado Mungu amejaa na rehema, bado Mungu amejaa na upendo. Anamwambia Musa ya kwamba Musa, mimi ni Mungu, nimejaa rehema na upendo, na mimi sikasiriki haraka, ninavumilia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wakati tunasahau ya kwamba tumetoka mahali tuliangukia, wakati tunaanguka tuko kwa normal condition. Maana katika Edeni ni normal condition. Kama ni miti iko, kama ni matunda iko, kama ni Mungu ako. Na wakati tunaanguka, wapendwa, tunatoka kwa normal conditions, tunaingia kwenye jangwa. Na lakini sasa mwanadamu ni nani? Anafikiria kwa jangwa bado kuna matunda, anafikiria kwa jangwa bado kuna Mungu, anafikiria kwa jangwa bado kuna miti. Ndipo wakati anaenda kwa jangwa, anaanza kuformulate rules zake ya kwamba hata Mungu alitupatia, sasa ni za nini? Ati kwa nini tusitumie? Atuvunja mifupa bado uko na nguvu, lakini hajui ya kwamba huko kuvunja kuna mipaka. Bwana Yesu asifiwe. Maana kwa huko kwa jangwa mambo ni tofauti. Ile mvua iliyokuwa katika shamba la Edeni, kwa jangwa haipo. Maana ni adaptation. Wanasema survival for the fittest. Kwa jangwa tunataka survival, hatutaki ujuzi. Ujuzi uliotumia kwa Mungu wakati uliokoka sio ujuzi utakubeba. Maana wakati unarudi nyuma, neema inaondolewa, tunaanza kutafuta upya. Bwana Yesu asifiwe. Wakati tuko kwa jangwa, tunaanza kutafuta neema upya. Wakati nilisoma biolojia, waliniambia ile miti ambayo humea kwa jangwa huwa na mizizi tofauti na miti ya kawaida. Mizizi inaanza kwenda chini kabisa. Wakati uko kwa jangwa, wapendwa, ingia ndani kabisa. Maana hapo ndani hautapata maji juu, hauwezi pata maji juu, hauwezi pata maji juu. Lakini sisi tunasahau tuko kwa jangwa, lakini bado tuna behave ni kama tuko kwa Edeni. Bado unataka kuanza kufunika eti sababu ni sauti ya uimbaji uko nayo, unaanza kufikiria hata kwa jangwa bado tutatengeneza balcons. Kumbuka kwa jangwa hakuna ndimu. Kwa jangwa ni mahali ambapo sasa ni new development, sasa ni new strategy. Wapendwa, sasa hatutaki kuishi maisha ya nyuma. Maisha ya shamba la Edeni yaliisha. Sasa tuko jangwani, na wakati wa jangwa, imagine wakati tuko kwa shamba la bustani la Edeni, wanasema mvuke ilitoka chini ikaprovoke mvua ikanyesha, na ndiposa
katika dunia. Mbona huku kuumia katika dunia? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni kwa sababu tulijipata katika jangwa. Na sasa mtu anaweza uliza, kama Mungu kwa kweli alipenda mwanadamu, mbona hangemsamehe tu aseme ya kwamba nimekusamehe? Mbona alimkubalia mwanadamu akaingia katika jangwa? Bwana Yesu asifiwe. Wacha nikueleze sababu ambayo uko katika maisha ambayo unaishi. Na ni opportunity gani unapoteza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So Shetani alifunza mwanadamu kuto kumwamini Mungu. Mungu ametengeneza bustani iko na utele. Everything you want you can get it. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini wakati mwanadamu hamwamini Mungu tena, anaona ya kwamba kuna mambo ambayo sitapata. Lazima nikaibe ili nikajiweke, kwa sababu nisipoiba kesho sitakuwa nayo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu haamini ya kwamba Mungu ambaye atakupea mana leo, kesho pia atakupea mana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Mungu anataka kumrudisha mwanadamu tena katika bustani. Lakini anataka kumrudisha mwanadamu katika bustani katika hali ambayo mwanadamu atakuwa mshindi. Sasa ingia katika bustani na Shetani akata na ujanja wa shilingi 2 na akamwangusha tena. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inatueleza kwamba wakati Mungu alikuwa anaokoa Waisraeli, Biblia inasema kulikuwa na njia ambayo ilikuwa fupi. Mungu angewapitisha katika hiyo njia. Kwa muda wa majuma mawili wangekuwa katika nchi ya ahadi. Lakini mbona huyo Mungu mzuri akawakubalia Waisraeli kuzunguka katika jangwa miaka 40? Bwana Yesu asifiwe. Biblia inatueleza kwamba Mungu alijua ya kwamba Waisraeli wakienda katika hiyo njia fupi watakumbana na vita mbele na wataanguka, watarudi ya Misri. Anajua ya kwamba mwanadamu akirudi katika Edeni katika ile hali yake, Shetani atakuja na ujanja wake na ataanguka. Bwana Yesu asifiwe. Sasa jangwa ni mahali pa preparation. Mungu akampeleka Israeli katika jangwa, akamtayarisha, akamfunza tena kumwamini. Mwanadamu akajua kwamba Mungu sio muongo. Mungu akikwambia kwamba leo nitakupa, kesho nitakupa, ni kwa kweli atakupa. Mungu akisema kwamba nimekuponya, ni kwa kweli amekuponya. Mungu anataka tena mwanadamu akajifunze kumwamini. Maana Mungu ni wa partnership. Mungu ni wa ushirikiano. Lakini hakuna ushirikiano wote ambao unaweza nawiri kama wale washirika hawaaminiani. Sasa anataka akatufunze tena tuweze kumwamini. Ndiposa katuachilia tuingie katika jangwa. Ni mahali pa preparation. Wewe ukajua kumwamini Mungu hata ukiwa katika njaa. Ukamwamini Mungu ya kwamba Mungu atakuletea. Kuna wakati hawapendwa ambao wako katika vyuo vikuu, inafika wakati anajua ya kwamba leo sina chakula, lakini anamwamini Mungu. Mungu anamletea. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anataka tukajua kutembea na yeye, tukajua kuelewa sauti yake anapotueleza, tunamsikia. Bwana Yesu asifiwe. So jangwa ni mahali pa preparation, ni mahali pa matayarisho. Lakini shida yetu ni kwamba badala ya kumwachilia Mungu akatutayarishe, Mungu akatufunze kumwamini tena, akaturudisha katika bustani. Maana mapenzi ya Mungu ni tuishi bustani, tuishi katika utele, tuishi katika afya, tuishi milele. Lakini sisi tunaharibu plani ya Mungu. Tunajitengenezea starehe, tunajifunza comfort katika jangwa, tunajifunza starehe, tunasahau ya kwamba we are on a mission. Mungu akamwambia Yeremia ya kwamba ambia Waisraeli ya kwamba wako na dhambi 2. Dhambi ya kwanza wamenisahau Mungu wao, na dhambi ya pili wamejichimbia visima ambavyo hawezi kuwekea maji. Mwanadamu akiwa katika jangwa, badala ya kumtafuta Mungu, amlilie Mungu, anachimba kisima, anajifunza kujitegemea, hataki tena kutegemea Mungu wake. Bwana Yesu asifiwe. Ile jambo ambalo umo siku ya leo, Mungu anataka ukamwangalie. Kama wewe ni mgonjwa, acha kujifunza kujitegemea, acha kwenda kwa waganga. Kama wewe ni mwanafunzi, acha kuiba mtihani, angalia Mungu wako. Haleluya. So jangwa inakuandaa kurithi, inakuandaa kurithi maisha ambayo ni maisha mazuri. Lakini wewe unapofika mahali unajitengenezea starehe. Je, umeijiuliza mbona kuna mambo ambayo
kumwangalia Mungu tunajitazama wenyewe, tunatafuta ujanja wa mwanadamu, tunatafuta waganga, tunatafuta starehe, tunajiundia midundo, tunajiundia sarakasi, tunajiundia social media, tunakuwa pale kustarehe, ikatupika company, ikakuwa njia ya kupass time. Tunasema kwamba tuna pass time, hatujui ya kwamba ile time tunapasa ni sisi tunapoteza. Bwana Yesu asifiwe. Lakini siku ya leo kama uko na masikio ya kusikia sauti ya Mungu, wanadamu sikia ya kwamba Mungu kwa mpango aliandaa ya kukurejesha katika bustani. Nisha kwamba utamsikiliza, nisha kwamba umechichimbia kisima, umechichimbia uchawi, umechichimbia wizi, umechichimbia mauaji, lakini Mungu bado ako na mpango ya kukurejesha katika bustani. Maana Mungu ni wa upendo, Mungu ni wa upendo, Mungu amejaa msamaha, si mwepesi wa hasira, dhambi zako si nyingi ili Mungu asiweze kusamehe. Yeye amejaa rehema, na siku ya leo tunamsherehekea Yesu. Wacha tukasikia sauti yake, maana Yesu ananena siku ya leo katika soko hili kupitia kwa hii sauti. Yesu anakuita, Yesu anakuita. Yesu ndiye kisima cha uzima wa milele, Yesu ndiye chemichemi kuinywa, Yesu anakiu tena, Yesu ndiye mkate wa uzima. Yesu ana njaa tena. Anasimama na nabisha, hayuko mbinguni tunayemhubiri, tayari ameshuka, maana mpango aliupatia tangu mwanzo. Wacha nikuambie siri siku ya leo, wakati nyoka alimdanganya mwanamke akasomewa hukumu, anaambiwa ya kwamba nitaweka uadui kati yako na watoto, si ndio? Eti watoto mgani anaweza piga nyoka? Lakini huyo mtoto ndio leo amezaliwa. Maana nyoka aliyezungumziwa sio ule wa green tunayokutana naye. Nyoka anayezungumziwa ni mtoto tu wa leo, ni mtoto wa leo, anazaliwa kama mtoto lakini anakuja kama mwana. Maana mwana sio mtoto. Ulimwengu utaona mtoto, lakini sisi tunaona mwana, na yeye kazi ambayo anakuja kufanya ni ile walisema ya kwamba ataweka uadui. Kwa hivyo adui tunatangaza, huyu mtoto amekuja, hayuko mbali na sisi, amesimama mlangoni. Yeye vita vyake sio vita vya dunia. Wengine wanafikiria anaenda kushika jiwe, wengine watadhani anaenda kushika mawe, lakini huyo sio huyo mtoto. Maana wale wa dunia wakati wanaanza vita zao, wakati wamejijengea starehe zao, mpaka wako na bodyguard, lakini huyu mtoto hana bodyguard. Wale wa dunia hadi wako na bunduki AK47, lakini AK47 sisi tuko nayo, na sio ile ya dunia ambayo ikilipuka mara moja basi ulimwengu unaachilia. Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe! Haleluya! Eleweka unaitwa nani? Eleweka unatoka wapi? Eleweka Mungu wako nani? Eleweka imani yako gani? Eleweka unafanya nini? Eleweka unatoka wapi? Tangu mwaka ulipoanza hadi umefika sasa, bado haujielewi Mungu wako ni nani, bado hauelewi wewe ni wa kanisa gani, bado hauelewi imani yako ni gani. Lakini Mungu mwenye tumeleta sio wa SDA, Mungu mwenye tumeleta sio wa SK. Yeye hana mipaka, anakuja kukutoa jangwani. Huenda hata madhabahu yetu ndiyo jangwa tunazungumzia. Eti pastor asiposema
amezaliwa, tunasherehekea Krismasi. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Huyu Yesu, kuna hadithi katika mlango wa 4 wa kitabu cha Yohana ya kwamba anakutana na mwanamke pale kisimani. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kisima ambacho mwanadamu amejichimbia katika maisha. Yes. Yesu anaweza kuja katika baa yako kwa sababu anakupenda. Yes. Pengine uko katika baa jioni ya leo unasikia hii sauti. Sikia sauti. Yesu anaweza kuja pale kupitia kwa hii sauti. Kwa sababu hana mipaka. Na ukisikia ya kwamba moyo wako unadunda. Yes. Ni Yesu anakukujia. Yesu anakutamani. Yes. Yesu anakuja pale kwa kisima. Unafanya yale maovu. Yes. Lakini moyo wako unakuhukumu. Ni Mungu amekuja kwako. Jioni ya leo Mungu anakutamani. Anakutamani. Mungu anakutamani. Ya kwamba yale maji ambayo unayanywa katika ile bani umeona kule nyuma. Yes. Yale maji ambayo unayanywa hayatakutosheleza. Unaweza kunywa pia chupa zote ambazo unaweza kunywa. Yes. Lakini hazitakutosheleza. Unaweza lala na wanawake na wanaume usiku mzima. Yes. Lakini bado hutatosheleka. Katika moyo wako bado kuna njaa. Bado unaona maisha ni empty. Bado unaona maisha hayana maana. Ndio maana unapata watu ambao wako na mali bado wanajitia vitanzi. Yes. Maana kile kisima chako hata ukawe na mali haitakutosheleza. Lakini jioni ya leo Yesu akakutana na mwanamke pale kisimani. Wengine wamekaa katika kisima. Yesu anaweza kuja pale. Na anasema nini? Anasema ya kwamba kama ungejua kipawa cha Mungu na ni nani ambaye anazungumza nawe jioni ya leo. Kama ungejua na ungeelewa ya kwamba sisi sio watoto tu, ya kwamba ni Mungu ametutuma. Na usipuuze hii sauti. Kama ungelijua mama, kama ungelijua kijana, ya kwamba huyu ambaye tunamtangaza yeye ndio suluhisho lako. Kama umeng'ang'ana katika maisha haujapata jawabu, lakini Yesu anasema kama ungelijua, kama ungeliamini hiyo sauti iliponena, na kama ungetubu, mimi nilikuwa na uwezo. Na wakati ndio huu, kama bado utakuja kuchukia, wakati ndio huu kuletea nafasi ya kukutana na Yesu. Yule mwanamke alikuwa anaendaga kisimani kila siku, anaenda kuchota maji, lakini hawezi kutosheleka na yale maji. Lakini alipokutana na Yesu, na Yesu akamwambia habari za maji ya uzima wa milele, ya kwamba Yesu ndiye bustani ambaye tukiingia ndani yake Mungu anarejesha maisha yetu. Yesu ndiye bustani ambaye Mungu ametuletea. Kama unataka kutoka katika jangwa uingie katika maisha ya utele, kama unataka kutoka katika maisha ya anasa uingie katika maisha ya amani, maisha ya kutulia, maisha ya kufurahi, uingie katika Yesu. Usijiulize Eden ilikuwa wapi. Eden yetu ni Yesu. Eden yetu ni Yesu. Yesu akatembea Yudea, alipokuwa anakutana na watu ambao wako katika jangwa, wengine ni vipofu. Yesu ambaye ni bustani anawapa kuona, anakutana na wengine ambao wamepooza. Yesu ambaye ni bustani anawapa nguvu kutembea. Anatembea Yudea, anakutana na watu wamepoteza maisha. Yesu ni bustani anawapa uzima. Yesu ni bustani. Ni lipi limshindalo? Ni kipi asichoweza kufanya? Mletee shida yako, mletee tatizo lako, Yesu atakuwezesha. Yesu atakuwezesha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Waandishi wa kitabu ambacho kinaitwa New Testament wanapoandika kushuhudia Yesu wanasema ya kwamba mwana wa Mungu alifunuliwa. The Son of God was manifested. Watu wengi tunaamini ya kwamba Yesu amezaliwa leo. Wacha nikueleze, Yesu hajazaliwa leo. Yesu ni mpango wa Mungu. Biblia inasema ya kwamba kuanzia pale mwanzo kabla ya uumbaji Mungu alimchinja mwana kondoo kwa sababu ya ondoleo la dhambi. Sasa kabla Mungu aumbe mwanadamu aliandaa njia ya wokovu. Wewe hautakuwa na kijisababu cha kusema ya kwamba sikujua.
kwa sababu mbingu zinashuhudia, kwa sababu ardhi inashuhudia, kwa sababu kazi za Mungu zinashuhudia, na pia kuna mashahidi mahali hapa wanashuhudia ya kwamba Yesu ni mwana kondoo. Lakini wakati ulipofika kulingana na mpango wa Mungu, Biblia inasema ya kwamba mwana wa Mungu akafunuliwa. He was manifested. Yesu hakuzaliwa kwa jinsi ambavyo tunaelewa kuzaliwa. Yesu ilikuwa ni kufunuliwa. Na siku ya leo Yesu anaweza kufunuliwa pia. Achana na kuweka dhana yako kuhusu mwana ambaye amezaliwa. Yesu anaweza kufunuliwa katika maisha yako. Kama utakuja mahali hapa na ukamwamini. Shetani alifunza mwanadamu kumwamini Mungu, lakini Yesu anapokuja anasema ya kwamba na wakati umewadia ya ukamwamini. Ni majira ya kuamini, ni majira ya kuamini, sio majira ya kuchukua na shaka kwa Mungu. Ni majira ya kuamini na kutubu dhambi zetu na kumrejelea. Yesu anasema ya kwamba kwa yule ambaye anaamini kila kitu kinawezekana. Kama utaamini utarejea katika bustani, utaondoka katika jangwa, utaondoka katika ukiwa, na Mungu atakufanya upya. Siku ya leo pengine uko pale, unaweza zungumza mpaka usiku, lakini kama husikii, lakini najua umesikia, na pengine uko pale na moyo wako nakwambia kwamba na wacha nikampea huyo Mungu nafasi. Sasa nakusihi, sisi ni ndugu zako, mimi hata sijaoa, sisi ni wenzako, ama sisi ni wana wenu, lakini tunawasihi kwa upendo ya kwamba baba zetu, mbona muangamie, mbona muangamie wakati kuna msamaha, mbona muangamie kama utakuwa mpuzi, kama utapuuza wokovu wakati utakapofika mbinguni, utatumia kijisababu kipi? Mbona muangamie wewe kijana, unajiona kama wewe ni mwerevu, kama wewe ni mwerevu, si uone wokovu ya kwamba tunaoshuhudia ya kwamba ni kweli. Hivyo tunakukaribisha ukiwa pale, tunakukaribisha kwa hii sauti ambayo tumenena. Tumekupa muda, tumekupa nafasi ukaweze kumpokea Bwana, ukaweze Mungu akakurejesha katika bustani, Mungu akaachilie tena chemichemi. Yesu anasema kwamba mimi ni chemichemi ya uzima wa milele. Ya kwamba yeyote ambaye atakula, ambaye atakunywa haya maji atafanyika chemichemi. Wewe unaweza kuwa bustani, na kama vile Yesu alipokuwa anatembea alikuwa anaachilia bustani katika maisha ya watu. Siku ya leo kama utamwamini Bwana, pia unaweza fanyika hivyo. Unaweza kuwa kupumzika kwa watu wa familia yako, unaweza kuwa kupata urejesho kwa ndoa yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maandiko yanasema hivi: yeyote ambaye ako na mwana ako na uzima. Yeyote ambaye hana mwana hana uzima. Hayo ndio maandiko. Yamaanisha ya kwamba kama wewe ni mkazi wa mahali hapa, ama umekuwa kwa pitapita zako, lakini vizuri unajua ya kwamba hauna mwana ndani yako, yamaanisha ya kwamba hauna maisha. Wewe ni kiumbe ambacho kinatembea, lakini ni kiumbe ambacho hakina maisha. Wewe ni mtu ambaye hana maisha ya Mungu ndani yake. Bwana asifiwe. Maandiko yanasema ya kwamba ikiwa Roho Mtakatifu aliyemfufua Kristo kutoka kwa wafu ataishi ndani mwetu, anafanya miili yetu iliyokuwa imekufa inapata uhai tena. Inatuambia ya kwamba ni Roho ambaye ni mtakatifu anaweza fufua mwili ambao umekufa. Haleluya. Bwana asifiwe. Ni Roho wa Mungu tu anaweza fufua mwili ambao umekufa. Unaweza kuwa unatembea lakini hauna Roho wa Mungu, huo mwili umekufa, huo mwili hauna Yesu. Na ndio maana siku ya leo tunakuletea Yesu Kristo. We bring you
introduce Jesus Christ. Tunakuletea Yesu Kristo. We bring you Jesus. Tunakuletea Yesu. We are not bringing you a baby boy. Hatukuletei mtoto mdogo. We are not bringing you a young boy. Hatukuletei kijana mdogo. We are bringing you a full grown up Jesus. Tunakuletea Yesu ambaye ni mtu mzima. A mature God. Ambaye amekomaa. Hallelujah. 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 Kama umesikia hii sauti, ni Yesu tu anaweza kuokoa maisha ya binadamu. Amen. Haijalishi umesikia injili kwa muda gani.